Bwana, mambo vipi mdau wangu wa nguvu? Karibu sana kwenye kijiwe chetu cha Me and the Graduates. Kama kawaida hapa tunaongelea maisha halisi baada ya chuo, career na jinsi ya kujenga future yako. Hebu turudi nyuma kidogo. Jaribu kuwaza na kuvuta picha ile siku unamaliza chuo. Ile siku unapiga picha na joho lako, wazazi na marafiki wakikupongeza na kufurahi. Kichwani mwako unaona kabisa ndoto zimetimia. Unajiona kwenye ofisi nzuri, mshahara mnono unaingia kila mwisho wa mwezi. Unajisemea moyoni, maisha sasa nimeyapatia. Fast forward miezi 6 au hata mwaka mmoja mbele, unaanza kuona uhalisia na kukumbuka kwamba zile zilikuwa ni ndoto. Unaona kwamba umeshatembeza sana bahasha maofisini, emails hazijibiwi na kila saa unakuwa na refresh application ya email kuona kama kuna ujumbe mwingine. Ukweli mchungu ni kwamba mfumo wetu unatufundisha sana jinsi ya kutafuta kazi, lakini hautufundishi nini cha kufanya pale ambapo kazi hazipatikani. Tumekariri plan A ya kuajiriwa. Na hapa ndipo mada yetu ya leo inapokuja. Leo tunaulizana swali moja la msingi sana. Plan B ya elimu yako ni ipi? Ukikosa ajira utafanya kitu gani? Dunia ya sasa imebadilika sana. Ile dhana ya kwamba mimi na degree siwezi kufanya biashara au kazi fulani imepitwa na wakati. Usomi wako hautakiwi kuwa kikwazo cha wewe kutafuta hela. Unatakiwa kuwa silaha ya wewe kufanya mishemishe zako kwa utofauti. Kwenye episode ya leo sipo peke yangu kujadili hii issue. Nimeingia mtaani na kutafuta champion ambaye amesoma na degree yake, lakini ameelewa mchezo wa mtaani na kuamua kuwasha moto kwa namna nyingine. Atatupa madini ya namna gani unaweza kugeuza simu yako au laptop yako kuwa ofisi, na namna ya kuvunja ile aibu ya mimi ni msomi. Kwa hivyo, kama wewe ni graduate unayesubiri ajira au upo chuoni unaelekea kumaliza masomo yako, vuta kiti, weka earphones zako vizuri, kwa sababu haya maongezi ya leo yanaweza kubadilisha kabisa mwelekeo wako. Karibu sana studio. Mimi na wewe tunafahamiana vizuri, lakini msikilizaji wangu nadhani hakujui. Kwa faida ya msikilizaji, unaweza ukajitambulisha kwa majina yako halisi, lakini pia kwa majina yako ya AKA. Unajua sisi vijana tunakuwa na majina yetu ambayo tunatambulika nayo mtaani. Karibu sana ili msikilizaji wangu aweze kukufahamu walau kwa uchache, kisha tuweze kuendelea na maswali mengine. Mimi kwa majina naitwa Antidus, jina maarufu naitwa Tidi. Kitaaluma mimi ni professional wa water chemistry na nishughulisha zaidi na water treatment. Kazi yangu inahusisha na kuhakikisha maji yanatibiwa yanakuwa salama na kufikia ubora unaotakiwa kwa matumizi husika. Hiyo ni kwa matumizi ya viwandani au matumizi mengine yanayohitaji control ya ubora wa maji. Kwa kifupi, eneo langu kubwa ni chemistry ya maji, yaani treatment ya maji na kuhakikisha quality ya maji inakuwa kwenye standard inayotakiwa. Wow, bonge moja la intro. Of course mimi sijawahi kuwaza kama itatokea siku tutakaa pamoja mimi na wewe hivi na ukaweza kujitambulisha kwa namna hiyo. Mimi na wewe tunajuana ni wapi tumetoka. Sasa kabla tujaendelea na interview yetu, katika pita zangu katika mitandao ya kijamii juzi nimeweza kuona interview ambayo amefanya jamaa mmoja anaitwa Krizi. Amefanya pamoja na Juma Ayo katika online media ya Kawabe. Of course shout out to them. Jamaa amezungumzia kuhusiana na masuala ya vyeti, na katika podcast zetu tunazungumzia vitu mbalimbali kwa graduates na ambao wanaendelea kusoma, wawe na mindset ya kuangalia elimu katika engo nyingine na sio katika kuajiriwa. Kuna kitu fulani amekizungumza. Sasa kabla tujaendelea na interview, natamani wewe msikilizaji wangu pamoja na Bwana Tidi ambaye uko hapa studio uweze kusikiliza kile ambacho Krizi aliweza kukizungumza, and then tukiendelea na interview uweze kunijibu katika kile kitu ambacho nafikiri kinaweza kuendana na hiki ambacho amekiuliza. Hebu tumsikilize kwanza. Bwana, una elimu gani? Well, mimi nina bachelor. Ya nini? Nimesoma masuala ya procurement. Procurement. Yes. Na hujaifanyia kazi hata kidogo procurement? Kabisa. Una mpango? Hapana. Ulipoteza pesa kwenye kusoma? Hapana, sikupoteza. Mimi waga naambia, nasemaga siku zote nikipata mtoto, nikija kuzaa mtoto, sina mtoto. Ndiyo. Lakini nikipata mtoto nitamsomesha shule. Ndiyo. Ila naamini kwenye talent zaidi kuliko
makaratasi, sijui vyeti, kwenda kupata kazi kupitia vyeti. Kama na kipaji, nitaendeleza zaidi kipaji chake. At the same time nikimpa elimu imsaidie kuondoa ujinga. So mimi sikupoteza, wazazi wangu rest in peace hawakupoteza fedha. Okay. Nafikiri walinisaidia kuondoa ujinga. Kwa hiyo elimu ilinisaidia katika level hiyo kupambanua mambo, kujua nafanyaje maisha yangu yaweze kwenda. Lakini sasa kwa nature nchi yetu ilivyo, unajua unaweza kusoma Bwana Juma ukawa ni daktari, si ndio? Mimi ndoto yangu ilikuwa daktari, lakini baadaye nikaja kubadilisha mambo kabisa. Uliota kuwa daktari, leo utasikia unafanya issue nyingine ambayo pengine hata kuisomea. So nafikiri maisha yanatupeleka katika njia ambazo tunaona kuna uelekeo wa kufanikiwa kuliko kuangangana na vyeti. Leo nianze kusema gonge kila mlango niombe kazi. Nafikiri kidogo ni kitu ambacho kinakuwa ni kigumu. Nafikiri sasa umemsikia bwana Chris kile ambacho amekizungumza. Sasa ili mambo yasiwe marefu sana, natamani sasa uweze kulinki ambacho amekizungumza Chris, lakini na swali ambalo nakwenda kukuuliza sasa hivi. Watu wengi wanaamini ukishasomea masuala ya technology au engineering, na pale utakapoingia mtaani basi kazi zinakuwa ziko nje. Sasa mimi natamani utuambie uhalisia ukoje huko mtaani, na ni kitu gani ilikubidi ukifanye au anabidi mtu akifanye ili kimuongezea advantage pale anapokuwa mtaani, na iko cheti chake ambacho anaamini kwamba kinaweza kikampa ugali. Hebu tueleze kwenye hilo, wewe una kitu gani unahisi kinahitajika kwa graduate au ambaye yuko chuoni wakati huu? Kwa uhalisia degree ni msingi mzuri, lakini peke yake mara nyingi haitoshi kwenye field kama yetu water chemistry na water treatment. Of course chuo kinakupa msingi wa theory, unajifunza principles za chemistry, treatment process, quality control na mambo ya kitaaluma kwa ujumla. Lakini ukitoka mtaani unagundua kwamba waajiri au soko la ajira linahitaji zaidi ya cheti, halihitaji kile ulichojifunza kule, linahitaji mtu anayejua kufanya kazi practically. Haihitaji kile ulichonacho kichwani theory, inahitaji mtu anayeweza kufanya kazi practically. Kwa mfano, kwenye water treatment, haitoshi tu kujua theory ya treatment. Inabidi pia ujue mambo kama sampling, kufanya analysis za maji, kuelewa chemical dosing, kusoma parameters za maji kama pH, conductivity, hardness, alkaline, dissolved oxygen, silica, chlorine, kutegemeana na mfumo unavyofanya kazi. Pia na kujua chemistry ya maji, let's say kujua chemical zote zinazohusiana na maji. Pia unahitaji kujua namna ya kushughulikia na plant operation, troubleshooting za mfumo, report writing, safety, na wakati mwingine hata kuelewa vifaa vinavyotumika site. Kwa hiyo kwa mtazamo wangu degree ni foundation, lakini ili kupe nafasi nzuri ya ugari lazima ujiongeze kwenye practical experience, field exposures, internship, short courses, confidence ya kazi na kujifunza mifumo ya research treatment. Hapo ndipo elimu yako inakuwa na uzito zaidi sokoni. Mwanangu sio mchezo mwanangu. Yaani kuna vitu navizungumza, of course ni kwa mtu ambaye labda hajasomea masuala ya water chemistry inaweza ikawa kama umemchanganya, lakini naamini ana uwezo wa kulinki kwenye hiko ambacho umekizungumza na field yake ambayo yeye ameizungumzia. Sasa mimi nataka tutoke kidogo kwenye hiyo engo ya water chemistry and stuff. Mimi nataka tuzungumzie, kwa sababu mimi naamini wewe nawe una mbilinge zako, unafanya mambo ya hapa na pale ambayo yanaweza kukusogeza au yameweza kukusogeza katika kuingiza kipato chako cha kila siku. Sasa kwa graduate ambaye hana ajira rasmi lakini anajaribu hiki na kile ili mradi tu aweze kuingiza chochote katika mikono yake na yeye siku ziweze kuenda, una kitu gani ambacho unamshauri anapokaribia kukata tamaa katika zile mishemishe zake anazozifanya? Kwa sababu kama tunavyojua nchi yetu tayari ina wasomi wengi na mambo ni mengi. Kwa hiyo unaweza kama umemaliza ukiamini kwamba cheti chako kitakupa ugali, lakini unafika kule kuna hali ya tofauti. Unaweza kumshauri nini? Cha kwanza kabisa ningemwambia asikate tamaa, asijione amefeli kwa sababu tu ana ajira rasmi. Ukweli halisi na ukweli wa maisha, baada ya chuo maisha huwa sio mepesi kwa kila mtu. Na kuna kipindi mtu analazimika kushika misha tofauti ili maisha yaende. Ila halina upinzani. Ila hiyo sio kosa na inyang'anye mtu thamani yake ya kuwa ni graduate au ni professional. Cha pili ambacho ningeweza kumwambia ni afanye misha lakini asiache kujijenga kitaaluma. Yaani pamoja na kupambana kutafuta kipato cha kila siku, hela ya kula, hela ya kufanya nini, jitahidi kujiongezea skills, short courses auzulie,
kujifunza tools za field yake, kutengeneza CV vizuri, kufanya networking huko anapokuwa anaenda, na kutafuta exposures kwenye kazi zake hizo mishemishe ndogo ndogo, kwa sababu unaweza ukaanza na mishi ya kawaida leo, lakini ukawa baadaye unajijenga msingi mzuri wa career yako ya baadaye. Cha tatu na cha muhimu ni lazima awe na direction, so kufanya kila kitu kwa sababu una shida, yani tu kila mishemishe utakuja mbele yako wewe fanya. Lazima uwe na direction, lazima uchague, let's say mimi nataka kupiga hizi mishemishe lakini zipo kwenye direction ya career yangu. Yaani wewe unajua upande gani wa maisha au taaluma unataka ukujenge. Hiyo inasaidia nguvu zako zisipotee bure. Let's say unaweza ukachagua let's say water treatment, water chemistry. Sijapata kuajiriwa direct, ila nimeamua nikapiga mishemishe let's say za kufanya plumbing, kufanya nini ambazo zina relate na nini na ile taaluma yangu. Na mwisho ningemwambia kwamba safari ya watu wengi huwa haanzi vizuri, of course, ila tukatai. Wengine wanaanza kwa kuchelewa, kwa mishemishe na kukatishwa tamaa, lakini baadaye wanakuja kusimama vizuri. Na kwa hiyo mshauri asijione wa mwisho, aendelee kupambana, ajiongeze, awe na subira, amini ndani ya Mungu. Naamini kwamba hata hatua ndogo ndogo hizi zinaweza kumfikisha mbali sana. Siku zote wanasema simba mwenda pole ndiye mla nyama. Safi, simba mwenda pole ndio mla nyama. Sasa umeongea kitu kizuri sana brother. Kwanza mimi nikushukuru kwa niaba ya wasikilizaji wetu ambao wanatusikiliza muda huu kupitia YouTube account yangu ya King Kadhi. Lakini kabla hatujaendelea, ni kuombe msikilizaji wangu uchukue nafasi hii, kama ndio mara ya kwanza unanisikiliza, uweze kulike na kukomenti kwenye hiki ambacho kinaendelea, au pia utuambie ni kitu gani unatamani kukisikia katika episode zinazokuja. Kwa kukutoa tu wasiwasi, mimi ni msomaji mzuri wa comment na ninajibu vizuri tu, lakini kama utakuwa una uhitaji zaidi wa kuongea na mimi au kutaka chochote ambacho tunaweza kukifanya kwa graduate wengine ili kuweza kupush movement hizi tunazozifanya ili watu waweze kujifunza, namba yangu ya simu ya WhatsApp ipo hapo juu katika bio, lakini pia una uwezo wa kunicheki katika mitandao ya kijamii kama TikTok ambayo pia ipo hapo katika bio. Sawa, sasa bwana Tid, mimi naomba tuendelee na kitu kingine. Wanasema dunia ni kijiji, na teknolojia imeliwezesha hilo jambo kuwa dunia iwe ndogo zaidi kuliko iko kijiji chenyewe ambacho tunavyokifikiria. Nataka uniambie ni namna gani mtu anaweza kutumia device aliyokuwa nayo kama vile simu au ambaye ana laptop ili kuweza kuingiza hata buku mbili, buku tatu huku anaendelea kupambana mtaani, kwa sababu tusikae tu na resource ambazo tuko nazo kienyeji tuweze kuzitumia ziweze kuongeza thamani katika maisha yetu na ziweze kutupa kipato. Wewe unaweza kumshauri nini au unaweza kuzungumza namna gani graduate anaweza kutumia hizo device ili kuingiza 200-300? Kwa sasa inawezekana kabisa, kwa sababu simu au laptop inaweza kuwa chombo cha kazi na chanzo cha kipato kama mtu anaitumia vizuri. Kwa mfano mtu anaweza kutumia simu au laptop kujifunza skills mpya online, alafu akaanza kuiuza hiyo skills. Unaweza kufanya kazi data entry, kufanya report typing, social media management, online customer service, kuandika content kama una uwezo huo wa kufanya content. Kwa mtu wa technical field kama mimi, naona pia unaweza kutumia device yako au kujenga professional yako. Kwa mfano kujifunza zaidi kuhusu field yako, kufuatilia opportunity, kufanya networking, hata kushare knowledge zako mtandaoni kupitia baadhi ya some apps zipo like LinkedIn au Twitter. Zote hizo unaweza kufanya networking. Mtu pia anaweza kuanzisha biashara ndogo ndogo online kupitia WhatsApp, Instagram, Facebook na kadhalika, na kupata kipato kidogo kidogo bila kuwa na mtaji mkubwa. Let's say kwa kutumia WhatsApp business, unaweza kufanya kategori zako ndogo ndogo ukawa unaziuza status kuhusiana na chemical, kuhusiana na kazi unazozifanya hizo. Kikubwa ni kubadilisha mtazamo. Simu isiwe tu sehemu ya kupitishia muda, au iwe ni sehemu ya kujifunzia, kutafuta connection, kutangaza unachofanya na pia kuingiza kipato. Mwanzo inaweza kuwa ni hela ndogo, lakini consistency ndio jenga matokeo makubwa. Asante sana kwa kushare iko ambacho umeweza kushare na wadau na wasikilizaji wa Me and the Graduate Podcast. Na bahati mbaya muda wetu sisi haututoshi kuweza kufanya vitu vingi, kwa sababu pia ndio mwanzo tunaanza podcast, lakini pia unajua wasikilizaji nao hawapendi kusikiliza kitu kirefu, like
Sijui niweke kwa namna gani, lakini nipende tu kukushukuru kwa muda ambao uliweza kuwa na sisi, ukashare kile ambacho wameweza kukisikia, na mimi pia nimejifunza vitu vingi ambavyo pengine ningekuwa naongea peke yangu hapa visingeleta maana kubwa zaidi kama vile ambavyo wewe umeweza kushare na wadau na vimeweza kutufungua akili zaidi. Mimi nikushukuru sana na karibu sana katika kipindi chetu cha Me and the Graduate. Next time tutakuwa na wewe tena ili uweze kutupa madini. Asante. Sawa, sasa msikilizaji wangu wa Me and the Graduate, ulikuwa nami King Kadhi toka mwanzo wa episodi hii na mpaka kufikia sasa hivi. Lakini nikutoe wasiwasi na hofu kwamba mwisho wa episodi hii sio mwisho wa podcast nzima. Mwisho wa episodi hii ni mwanzo wa episodi nyingine, lakini pia ndio muendelezo wa sisi kuendelea kutafuta vitu vipya na mada za kusisimua kuweza kukupa wewe msikilizaji wetu na kukuhabarisha. Lakini nikuombe unifanyie favor moja tu msikilizaji wangu. Usiache kulike, lakini pia usiache kucomment pale ambapo unahisi kuna kitu unaweza kushare na sisi katika jamii ya Me and the Graduate podcast. Lakini pia usisahau kusubscribe, lakini pia unaweza ukashare na graduate au mwanafunzi ambaye yuko chuoni ili na yeye aweze kujifunza na kupata maarifa haya. Usinichoke, endelea kuwa nami kwenye episode zingine zinazofuata za Me and the Graduates. Tutakutana tena. Goodbye.